kuzungumzia chakula cha Bwana zaidi. And it out from my mind the name Nestorius. Na hilo baraza la Efeso lilienda kinyume na askofu wa kipindi hicho alikuwa anaitwa Nestorian. Nestorius was the one who still confessed that Jesus is God and man, but there was no communication between God and man in Christ. Nestorius alikuwa anaendelea kukiri na kuungama kwamba Yesu ni Mungu na mwanadamu, lakini uungu na wanadamu mmoja. Ambayo ipo katika namna mbili na asili ya wanadamu na asili ya uungu. He is present not only according to his deity but also according to and with the assumed human nature, according to which he is our brother and we are flesh of his flesh and bone of his bone. Yupo sio tu kwa sababu kulingana na asili yake ya uungu au kulingana na asili yake aliyochukua mwili, lakini yuko pia kulingana na asili yake ya kibinadamu ambayo kupitia hiyo yeye ni ndugu yetu. He instituted the Lord's Supper as a sure assurance and confirmation of this, that also in the nature according to which he has flesh and blood, he wants to be with us, to dwell among us, to work among us and be effective among us. Alianzisha chakula cha Bwana kama uhakika na uthibitisho ya hii kwamba yupo pamoja na sisi, kwamba yeye katika asili yake ambayo ni ya mwili na damu anataka kuendelea kuwa na sisi, kuketi pamoja na sisi katikati yetu na aendelee kufanya kazi miongoni mwetu. Yeah. So Chemnitz talks about particularly in the church. Na Chemnitz alizungumza kuhusiana na mahususi katika kanisa. So that he can care for us. Ili kwamba aweze kututunza. The Lord's Supper is special not only for us but also for Jesus. Chakula cha Bwana ni maalumu sio kwa ajili yetu tu, lakini pia kwa ajili ya Yesu. The next one. Okay. Therefore, what we regard is as harmful error or remove this majesty from Christ according to his humanity. Kwa hiyo tunahesabu kwamba ni kosa lenye madhara tunapoondoa utukufu wa Kristo kwa sababu tu ya ubinadamu wake. Therefore, this deprives Christians of their highest comfort, which they have the promise he gave them, the promise of the presence and dwelling of their head king and high priest. Na hii inawanyang'anya wa Kristo tumaini lao kubwa ambalo aliwapa kama kichwa chao, mfalme na kuhani mkuu. He promised them that not only his naked deity, which for sinners is like a consuming fire on the dried up stubble, would be with them. He also promised that he would be with them, he the man who had spoken with them, who had experienced every tribulation in the assumed human nature, who for this reason can have sympathy with us as fellow men.
He wants to be with us in all our troubles, also according to the nature by which he is our brother and we are flesh of his flesh. Aliwaahidi ya kwamba atakuwa nao, sio katika uungu mtupu, uungu wa waziwazi ambao kwetu sisi wenye dhambi tunachukulia kama moto ulao, lakini aliwaahidi pia kwamba atakuwa pamoja nao kama mwanadamu ambaye alipitia mateso na majaribu akiwa amechukua asili ya wanadamu, na kwa sababu hii ana huruma kama mwanadamu mwenzetu, na anataka kuwa na sisi katika matatizo na changamoto zinazopitia kulingana na asili yake, ambayo kupitia hiyo ni ndugu yetu, kwa sababu sisi pia ni mwili na damu. Don't you think that this kind of a wonderful statements help us to understand the treasure of the Lord's Supper? Mnafikiria kwamba sentensi hii muhimu, msemo huu wa ajabu namna hii unaweza kutufanya tuelewe zaidi na kufurahia chakula cha Bwana? Because God is not a thing. God is a person. Mungu sio kitu. Mungu ni mtu. Mungu ni nafsi. And he engages with us by extending his heart toward us. Na anafanya kazi na sisi kwa kutugawia au kwa kutuendelezea au kwa kutufikishia moyo wake. No one can speak about marriage nicely unless he or she is married. Hakuna mtu anaweza kuzungumzia kuhusiana na ndoa vizuri mpaka awe ameingia kwenye ndoa. Now Kipiki can talk about it. Sasa hivi Kipiki anaweza kuzungumzia ndoa. Congratulations. Thank you, sir. But Jesus has experienced our humanity, Lakini, all the suffering and trials, so he knows it. Lakini Yesu amepitia au amepata uzoefu wa wanadamu wetu. Mateso yote, majaribu yote ameyapitia, anayafahamu. Without sinning, he was exactly the same as us. Bila kutenda dhambi, alikuwa sawa na sisi kabisa. And so he knows us and he likes to care for us, and the way that he chose was to give us his own body and blood. Kwa hiyo anatufahamu na anapenda kututunza na kutujali, na njia aliyoichagua ni kupitia kutupa mwili na damu yake. And finally, this is the word for the pastors particularly, maybe also for the other members of the congregation. Na mwishoni, hili ni neno kwa ajili ya wachungaji, labda pia kwa ajili ya watu wengine katika kusanyiko. So let's just read the red portion. So in the action of the Lord's Supper, the minister acts as an ambassador in the place of Christ, who is himself there present, and through The minister pronounces these words, "This is my body, this do." And for this reason, his word is efficacious. Kwa hiyo inasema hivi, tunasoma ile mistari mekundu tu ambayo inasema kwamba katika tendo la chakula cha Bwana, katika wakati wa Ekaristi ya chakula cha Bwana, mtumishi anafanya kazi kama balozi wa Kristo katika nafasi ya Kristo, ambaye yeye mwenyewe yuko pale, na kupitia kwa yule mtumishi ambaye ni mchungaji anasema maneno haya: huu ni mwili wangu, fanyeni hivi. Na kwa sababu hiyo hayo maneno yamekuwa yanaleta madhara au yamekuwa yana athari. Continuing, therefore it is not a man, the minister, who by his consecration and blessing makes the bread and wine into the body and blood of Christ. Kwa hiyo sio mwanadamu yule mtumishi ambaye kupitia kubariki mkate na divai anavifanya kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, but Christ himself by means of his word is present in this action. Lakini Kristo mwenyewe kwa kupitia neno lake yuko kwenye hilo tendo. And by means of the word of institution, which is spoken through the mouth of the minister, Christ brings it about that the bread is his body and the cup his blood.
na kwa kupitia maneno ya kuanzisha nazungumzwa kwa kupitia mtumishi, Kristo anaufanya ule mkate kuwa mwili wake na kikombe kuwa damu yake. Clearly in the same manner as it is he himself who baptizes, though it be through the minister, and through his word brings it about, that baptism is a washing of regeneration and renewal. Kwa wazi kabisa katika namna hiyo hiyo ambayo ni kama vile Kristo katika ubatizo akiwa anabatiza, ambapo ingani kwa kupitia mtumishi na kupitia neno lake na uleta ubatizo kuwa ni wa kutakasa na kuzaa mara ya pili na kumfanya mtu kuwa mpya. There is no clear statement or explanation about the relationship between the Lord's Supper and the pastoral office than this. Hakuna sentensi yoyote au hakuna jambo lolote ambalo linaweza likaelezea kwa uwazi kuhusiana na mahusiano ya chakula cha Bwana na ofisi ya mchungaji kama sentensi hizi. And this is the reason why pastors wear the garment. Na hii ndio sababu kwa nini wachungaji wanavaa yale mavazi ya kichungaji. And this is the reason why we wear the black shirt and the collar. Na hii ndio sababu kwa nini tunavaa mashati meusi na kola nyeupe. We hide ourselves. Tunajificha. The church is all about Christ, not the pastor. Kanisa siku zote ni kwa ajili ya Kristo, sio mchungaji. And that is good for the people of God too in the congregation. Na hiyo ni nzuri sana ili kwamba waweke umakini wao kwa Kristo na sio kwa mchungaji. Okay, so at least those words I wanted to share with you from the formula of Concord. Kwa uchache haya ni maneno ambayo alitamani kushiriki pamoja na sisi kutokea kwenye tamko thabiti. Okay, so let's do the question and answers. Maswali na majibu. Are there questions? Kuna maswali? Wow. Kuna swali linasema hivi: ikiwa mchungaji ameweka sakramenti ya meza ya Bwana wakati wa ibada ya ndoa, hususan kwenye dayosisi yetu, na ibada hiyo huwa na watu wengi kutoka maeneo tofauti na wenye mchungaji ana imani ya kuwa watu hawataisogelea meza isivyostahili? Okay. I don't know if this is yours to answer, Bishop Nzelus. He's saying, he's saying, if a pastor has decided to administer Lord's Supper in a matrimony, in a marriage service, and in that service, If pastor is administering Lord's Supper, yes, in marriage service, in wedding service. Okay. Now there are a lot of guests from others from outside the diocese, and they are confessing differently. Now, does that pastor have a faith that those people would not partake Lord's Supper unworthily? I didn't understand the last portion. Does that pastor have assurance that those people won't partake Lord's Supper unworthily? It depends. If the pastor knows those people, Inategemea kama mchungaji anawafahamu hao watu, then he can make a better, more informed decisions. anaweza akafanya uamuzi mzuri zaidi ambao una taarifa nyingi zaidi. And if there are anyone who come from the congregation which exercises open communion, Na kama kuna mtu yote ambaye anatoka katika kusanyiko ambalo lina ushirika wa wazi, meaning that the doctrine of the Lord's Supper, practice of the Lord's Supper is
not faithful to the Bible, katika maana ya kwamba namna wanavyofanya chakula cha Bwana au ushirika mtakatifu ni sio ya uaminifu kulingana na Biblia, most likely those people will come to the Lord's Supper even though the congregation that you are serving practices the close communion. Watu wanaotoka kwenye ushirika wa wazi ushirika wa Bwana, chakula cha Bwana kilicho wazi, wao hata kama mkisema kwamba huu ni ushirika wa Bwana uliofungwa, watakuja tu. So it may be kinder to them that either the pastor or the members of your congregation who have been taught by you as a pastor the practice of the Lord's Supper, including the close communion, to inform them that this church exercises is a close communion. Kwa hiyo ni vizuri na ingekuwa ni ukarimu kwenu nyinyi mchungaji na Wakristo ambao mnatoka kwenye ushirika ambao unafanya chakula cha Bwana, ushirika mtakatifu, uliofungwa, kuwaambia wale watu kwamba sisi tunatumia ushirika uliofungwa, and attempt to explain to them that they are not welcome to the Lord's table here today, not because they are not Christians or not because we hate them, but because we love them. Na unawaambia kabisa hamkaribishwi kwenye chakula cha Bwana, sio kwa sababu nyinyi sio Wakristo au kwa sababu tunawachukia, lakini Tomorrow is the time. Ushirika uliofungwa. Kwa tutazungumzia zaidi hiyo kesho. Swali lingine inasema, ikiwa ibada ya sakramenti ya meza ya Bwana ni kama kuangalia kipindi kimoja tu, je, uongozi wa dayosisi yetu DKMZDV unawaza nini juu ya sakramenti kwenye ibada ya kila Jumapili? Au hata washarika wakishiriki mara moja kwa mwaka, yani Alhamisi Kuu, haina madhara? So the question is, if divine service without Lord's Supper is like watching football, just first half. Now he's asking to the leadership of our diocese, what are they thinking concerning Lord's Supper in every Sunday? And the question goes on asking, is it okay if the congregants partakes Lord's Supper only once per year, only Maundy Thursday? Thank you for the good question. Asante kwa swali zuri. Primary point is that the Lord's Supper is the Lord's gift. Point ya msingi ni kwamba chakula cha Bwana ni kipawa au ni zawadi kutoka kwa Bwana. Therefore, the way of giving the gift should also be the way of giving the gift. Kwa hiyo namna ya kutoa zawadi inatakiwa kuwa pia ndio hiyo namna ya kutoa zawadi. Therefore, it is not helpful for a pastor or even the leadership to dictate to the church, from today we have the Lord's Supper every Sunday. Kwa hiyo sio sawa kwa kanisa au kwa viongozi wa kanisa kutoa tamko la kidikteta ya kwamba sasa hivi chakula cha Bwana kinatakiwa kutolewa kila Jumapili. Obviously the Lord's Supper is wonderful, but the way of giving them the Lord's Supper is in the way of the law. Ni kweli chakula cha Bwana ni zawadi nzuri sana, lakini kitolewa hivyo itakuwa chakula cha Bwana kinatolewa katika njia ya sheria, by demand or coercion, kwa amri au kwa kulazimishana, which is not helpful, ambayo haisaidii. And so the better things to do is, once again, for a pastor to teach and teach about the treasure of the Lord's Supper. Kwa hiyo kitu kizuri ni kwa mchungaji kufundisha
kufundisha na kufundisha kuhusiana na hazina ya chakula cha Bwana, particularly the leaders in the congregation. na mahususi kwa viongozi wa kusanyiko au katika kanisa. Every opportunity that you get, you talk about the Lord's Supper. Kila wakati unakuwa umeipata, kila fursa unakuwa umeipata, hakikisha unazungumzia chakula cha Bwana. Because if you do communion every Sunday without teaching the Lord's Supper, most likely that Lord's Supper will become open communion. Kwa sababu kama ukiendelea kutoa chakula cha Bwana kila Jumapili bila kufundisha kuhusiana na chakula cha Bwana, kuna uwezekano mkubwa sana hicho chakula cha Bwana ikawa ni ushirika wa wazi, about which the pastor is responsible before God. ambayo kutokea hapo mchungaji anawajibika kwa Mungu. Yeah, pastor is responsible. He's the one who admits people into the table. Mchungaji anawajibika kwa sababu yeye ndiye anayewaruhusu watu kuja kushiriki. Okay, it's wonderful that you want to have a Holy Communion more often, but how about once a year? Ni sawa kwamba mnataka kuwa na chakula cha Bwana kila wakati katika mwaka, lakini vipi kuhusiana na mara moja kwa mwaka? Once again, that question also solved by teaching the Lord's Supper more. Na hilo jambo la kushiriki chakula cha Bwana mara moja kwa mwaka pia linaweza kutatuliwa kupitia mafundisho kuhusiana na chakula cha Bwana. Okay, very good. Asante. Anauliza hivi, kama kifo cha Yesu kiliharibu kifo chetu, kwa nini watu wanaendelea kufa? So the question is, if the death of Christ destroyed our own death, why people continue dying? Because we are sinners. Kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Nobody dies naturally. Hakuna mtu ambaye anakufa kiasili tu. Everyone dies because of sin. Kila mtu anakufa kwa sababu ya dhambi. And na when we die, tunapokufa, we don't have to worry about our death. Hatutakiwi kuwa na mashaka au kuwa na hofu kwa ajili ya vifo vyetu au mauti zetu. Our death is already taken care of by Christ. Mauti yetu imeshashughulikiwa na Kristo. And we have received the Lord's body and blood. Na tumeshapokea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo mara nyingi. What does Jesus say about it? Yesu anasema nini kuhusiana na hicho? Surely I will raise you up on the last day. Hakika nitawafufua siku ya mwisho. Apostles' Creed confesses the bodily resurrection. Ukiri wa mitume unaungama au unakiri kuhusiana na ufufuo wa mwili. Yes, you die, I die. Ni kweli utakufa na yeye atakufa. But life continues. Lakini maisha yanaendelea. Because we are in Christ. Kwa sababu tupo ndani ya Kristo. Good. Asante. Swali lingine linasema, jana tuliona kuwa mtoto alizaliwa na wazazi wa Kristo ila bahati mbaya akawa amefariki, hana hatia yote. Je, ni kwa nini kanisa huwa alifanyi ibada ya kumzika? Yesterday we talked about if an unborn child dies and she is its parents are Christian, that child could go to heaven because she may be counted innocent. Now she's asking from what church tradition that when an unborn child dies, we do not conduct funeral service. Why is that? I couldn't understand the last part. Can you repeat the second part? Yeah, that she's asking now if that unborn child is going to heaven because it's innocent, why don't we conduct funeral services for that kid, for that baby? Well, this may be a particular question for the bishops. Na hili ni swali ambalo naamini kwamba anaweza kulijibu baba askofu. The practices vary, and maybe you are doing these things here.
na anasema utendaji huo au namna hiyo ya kufanya mambo inatofautiana, na inawezekana ndivyo ambavyo tunafanya hivyo hapa kwetu sisi. And I remember when I don't know about my parents, because between me and my older brother, who is 3.5 years old, in between, yes, there were at least a couple of miscarriages. Na hajui kuhusiana na wazazi wake kwa sababu kati yake yeye na kaka yake ambaye ni mkubwa kwake kwa miaka 3.5, kulikuwa kuna mimba kuharibika hapo katikati, kuna mimba za mama yake ziliharibika. And also my oldest brother, who was born 1 year prior to my brother, I have only one sibling, so 2 brothers. He was born and died in only 45 minutes. Na kati ya kaka yake pia, na kulikuwa kuna kaka yake mwingine ambaye alikuwa na mwaka mmoja mkubwa zaidi yake, ambaye huyo alipozaliwa tu alikufa dakika 45 tu baada ya kuzaliwa. I never asked my parents whether they conducted the funeral or not. I never asked, so I don't know. Hajawahi kuuliza wazazi wake kama walifanya ibada ya mazishi au hawakufanya, kwa hajui. But when my brother he had a baby, and on the due date, my first niece, her heartbeat became so fast, and my sister-in-law went to the hospital immediately, but it was too late. The baby had died in the womb on the due date. Lakini kaka yake alikuwa anatarajia kupata mtoto wa kike, na ilipofika siku ya kuzaliwa yule mtoto, mapigo ya moyo yalienda kudunda haraka, na dada yeye alishindwa kuendelea. Dadake alienda hospitali na akakuta yule mtoto ameshafariki akiwa tumboni. It must have been just a devastating experience for my sister-in-law to have to give birth to a baby who is already dead. Ilikuwa ni jambo linaloumiza sana kwa shemeji yake kuzaa mtoto ambaye tayari ameshafariki. Because we were at a pastor's family. My father is a pastor, my brother is also a pastor. So my father conducted a private family funeral for the baby who died. Sasa kwa sababu wanatokea kwenye familia ya kichungaji, baba yake ni mchungaji, kaka yake ni mchungaji, yeye mwenyewe ni mchungaji. Kwa hiyo babake alifanya ibada ndogo ya familia ambayo walifanya ibada ndogo ya mazishi ya kifamilia. But are there any words of wisdom that bishops may like to share? Baba Askofu, kama kuna neno lolote ambalo mngependa kusema kuhusiana na hilo jambo, karibuni. Maybe we can ask tomorrow. Au labda tutauliza kesho. Which one? Bishop Makala. Kwani swali gani? Mimi nilikuwa sikuwepo. Swali linasema, Mimi sikuwepo. Jana wakati tunajifunza tuliona kwamba mtoto akifia tumboni, mtoto mdogo kama amefariki, kama hajabatizwa, ndio msingi wa swali. Kama wazazi wake walikuwa ni Wakristo, huyo mtoto anaenda mbinguni, huyo mtoto hana hatia. Sasa swali ni kwa nini huwa hatufanyi ibada za mazishi kwa watoto wadogo? Hata mimi sijui. ila mimi nilibatizwa, niliwahi miezi mitatu, ila mchungaji alipofika akasema msimzike, alafu akaweka mkono hivi akasema bado wa moto. Aliponimwagia maji nikaishi mpaka leo. Kwa hiyo ni He was born before time, 3 months before, and before that time people ila nafahamu kwamba and the pastor said no. Kama wazazi wana makusudio, yani kusudio kwamba mtoto anayezaliwa
awe Mkristo, abatizwe na nini. Ni sawa na mchungaji anapochelewa kufika kumrudisha kundini mgonjwa, lakini kwa sababu hana pikipiki, ana baskeli, na anapochelewa kufika anakuta yule bwana ameshapelekwa kwenye friji. Lakini kusudi lake alikuwa kumrudisha kundini, na moyo wake kwa kweli wa mgonjwa ulikuwa umekubali Yesu. Kwa hiyo tunaachaga hapo kwamba hekima itumike. Lakini sisi wa Kristo wa Kiluteri hatujawahi kuacha maiti bila neno. Hatujawahi kuacha, kwa sababu kitu unachokizika hakina mahusiano na maneno unayoongea. Yaani mazishi ya Kiluteri hakina mahusiano na marehemu, ila kina mahusiano na wale wanaosikiliza. Kwa hiyo ndio maana mtu akijinyonga hapa, kuna mtu nimesikia kuna mtu ana safari ya kwenda kujitundika, nimsaidie kumpa kamba. Taarifa yake ni kwamba tutamzika, lakini tutazungumza na waliobaki, yeye atakuwa amekwenda. Nafikiri hiyo teolojia mnaifahamu. Swali lingine linasema, Biblia inasema aaminie na kubatizwa huyo ataokoka, asiamini atahukumiwa. Swali, kwa nini haijatajwa aaminie na kubatizwa ataokolewa, halafu asiamini na asiyebatizwa atahukumiwa? Kwa nini kwenye kuhukumiwa ubatizo haujatajwa? Swali la pili, wale ambao hawajasikia Injili, yani hawakumwamini halafu wakafa bila kusikia Injili, watahukumiwaje? So the question is, the Bible says those who believe and be baptized will be saved, but those who do not believe will be condemned. Now the question is, why it is not mentioned that those who do not believe and are not baptized will be condemned? Why is baptism excluded? Instead he said faith. That's the first question. And second question is those who died without hearing gospel. Those who died without hearing gospel, how will they be condemned? How will they be judged? Actually, not condemned. How will be they judged? Yes. Well, the second question came to my or our attention quite early. Na swali la kwanza lilikuja kwenye umakini wake mapema zaidi. Do you know in the Tanzanian history when Christianity arrived in the land of Tanzania? Najua katika historia ya Tanzania ni lini Ukristo ulikuja katika nchi ya Tanzania? Ni lini? Is it like 5th century, 7th century? Je, ilikuwa ni karne ya 5, ya 6 au ya 3? Or is it after the Reformation? Au ilikuwa baada ya matengenezo Tanzania? After Reformation. Baada ya matengenezo. Maybe then it is similar in Japan too. The first missionary that we know of came to Japan almost as a counter-Reformation time. Na ipo hivyo hivyo hata Japan, kwa sababu alienda Japan baada ya kile kipindi cha matengenezo ya kanisa kuwa kinaishaishia, ndo alienda. Yeah, only from Europe, which had experienced industrial revolution, and those countries which were near the oceans, they were able to ship and go to other countries. Ni
kutokea sana Ulaya ambapo walipitia mapinduzi ya viwanja, ndipo ambapo na zile nchi ambazo zipo karibu na bahari ndo walikuwa wanaweza kupakia wamisionari wakaenda kufanya umisionari kwenye nchi zingine. So the land of the Reformation, Germany was pretty late. Kwa hiyo kufikia nchi ya matengenezo Ujerumani ilichelewa. Portuguese and Spain were the first. Wareno na Wahispaniola ndo walikuwa wa kwanza. Were they Lutherans? No, they were Roman Catholics. Hawakuwa Walutheri, walikuwa ni wa Roman Catholic. So we had first missionaries from Roman Catholic Church. Kwa hiyo wamisionari wa kwanza walioenda Japan walikuwa ni wa Roma. And then for about nearly 300 years, Japan exercised the policy of isolation. Na kwa karibu miaka 300 Japan ilikuwa inaendelea kufanya utaratibu wa kujitenga. So we didn't have any international relations to any countries except for China and, interestingly, Netherlands. Na kwa hiyo Japani haikuwa na mahusiano na nchi nyingine yoyote ile pale ya duniani isipokuwa Uchina na Uholanzi. The Reformation churches came only therefore 19th century toward the end and the 20th century. Kwa hiyo makanisa ya kimatengenezo yalianza kuja mwishoni mwa karne ya 19 na kuelekea karne ya 20. But our efforts of evangelism in Japan, quite often we encounter the question from the people, you say that in Christ you can be saved, but what about the people who never heard about Jesus? Na jitihada zao za uinjilisti wakiwa Japan siku zote zimekuwa zinakutana na hili swali. Mnasema ndani ya Kristo tunaokolewa, lakini vipi kuhusiana na watu ambao hawakuwahi kusikia kuhusiana na Kristo kabisa? And particularly a country like Japan, not only seniority culture but also the family line is very important. Lakini pia ukiwa Japan sio tu umri au ukubwa, lakini pia ukiangalia ule familia au ukoo, wale ndugu ni wa muhimu sana. So through the word and the preaching and so on, when one lady was converted, I asked her, what about holy baptism? Shall we talk about it? Shall we discuss it? And we did it. But in the end, she said, I don't want to be baptized. Lakini kuna siku kupitia mahubiri na ushawishi, kuna mtu aliongea naye na akawa yupo tayari kubadilika na kujiunga na Ukristo. Lakini mwishoni ulipofika wakati wa ubatizo, akasema sitaki kubatizwa. She said, instead of going to heaven selfishly myself, I like to go to hell with all other members of my family. Ambapo alijibu kwamba badala ya kwenda mbinguni kibinafsi, yani niende mbinguni mimi peke yangu, ni bora niende Jehanamu ambapo kuna ndugu zangu wengine wengi wameenda huko. That's a challenge. Hiyo ni changamoto. And of course, one of the stories in the Bible is quite helpful. Na miongoni mwa hadithi katika Biblia moja inaweza kutusaidia. Do you remember the story of the Lazarus and the rich man? Mnakumbuka hadithi au masimulizi ya Lazaro na tajiri? That's in the Lucan Gospel. Was it chapter 16? Ipo kwenye Injili ya Luka, ni sura 16 eh? Yeah. And the story is that there is the one, well, Lazarus in the end, not Lazarus, but the rich man, he went to hell, and still from there, asking the one who is alive, begging for the sake of their sibling and family, let them not come to the hell. Na mwishoni tunaona yule tajiri akiwa ameenda, aliyekuwa yupo motoni, sasa si ni jehanamu, si ni kuzimu pale tayari, alikuwa yupo ule upande wa pili wa motoni, alikuwa anaomba kwa ajili ya ndugu zake waliopo duniani ili na wenyewe
wasiende kule aliko yeye. I mean, there is no chance for the dead to be saved. Hakuna nafasi kwa watu waliokufa kuokolewa. But that passage shows us that those who are dead want those who are alive to go to heaven. Lakini pia ile aya au ule mstari au kile kifungu kinatuonyesha kwamba hata waliokufa hawataki sisi tulio hai twende Jehanamu, wanataka twende mbinguni. So what can we do? Kwa nini tunachoweza kufanya? Just patiently, we keep on, visiting and be friends and to talk about the one gospel, hoping that, praying that the word of God may convince that person to be saved by holy baptism. Kwa uvumilivu mkubwa sana tunaendelea kuwatembelea marafiki na kuzungumza nao kuhusiana tofauti kati ya Injili na sheria na kuendelea kumwamini Mungu ya kwamba Mungu anaweza kuwabadilisha wakaiamini Injili. And that is one of the joys in the ministry, because in the ministry so many unexpected situations and questions come about. Na hiyo ni miongoni mwa furaha zilizopo katika huduma, kwa sababu katika huduma kuna vitu vingi sana visivyotarajiwa huwa vinatokea. And then concerning the first question about faith and baptism, na kuhusiana na swala la kwanza kuhusiana na ubatizo na imani, the best way to understand that passage is to avoid a repetition. Jambo zuri zaidi la ukitaka namna nzuri zaidi ya kuelewa ile kifungu ni kujifunza kuzuia kurudia. Even in the passage of Lord's Supper, which we are going to be reading tomorrow, Paul, after saying the body and blood, the second time he says only the body. Hata katika kifungu cha chakula cha Bwana ambacho tutaanza kusoma kesho, Paulo baada ya kusema kwenye mstari wa kwanza mwili na damu, mstari uliofuata alisema tu mwili. The rest of the whole Bible talks about faith and baptism as one part, and unbelief and unbaptized the other part. Biblia nzima inazungumzia kuhusiana na imani na ubatizo kama sehemu moja na kutokuamini na kutokubatizwa kama sehemu ya pili. So in other words, if you have faith in Christ, kwa maneno mengine, kama una imani katika Kristo and you are informed and given the study on holy baptism, na una taarifa au maarifa na umejifunza kuhusiana na ubatizo, and still refuse to be baptized, na bado unakataa kubatizwa, then you are refusing Christ. Basi unamkataa Yesu. That means that you don't have faith. Maana yake hauna imani. Faith and baptism always come together. Imani na ubatizo siku zote vinakuja pamoja. Unbelief and refuse to be baptized, that also come together. Kukataa kubatizwa na kutokuamini siku zote pia vinakuja pamoja. Okay. Asante. Asante. Katika Biblia ametumia kuwabatiza kwa jina la Baba, Mathayo 28:19. Pia Matendo 19:5 wakabatizwa kwa jina la. Swali: kama mwenye makanisa alisema kwa nini iwe katika? So the question is, I believe it relates to our translation. Yes, so in Bible, in Matthew 28:19. Samahani la swali. Jana neno kwa na katika tofauti yake alikuwa anatumia nini? By and into. If in Matthew 28:19 and Acts 19:5 is written baptize in the name, why should we use into? Why Christ said in? Well, I think I explained it already yesterday. Anaamini kwamba jana alizungumzia kwa kirefu sana. At least your understanding should come from the original language. Angalau uelewa wetu unatakiwa kutoka kwenye lugha za asili.
in all those places, the same preposition is used, eis. Na katika maeneo yote hapo ni kiunganishi eis kilichotumika. So baptized in the name of Jesus actually means the baptized into the name of Jesus. Kwa anaposema kwamba batiza kwa jina la Baba inamaanisha batiza katika jina la Baba. The name of God, the Jina Father, la Son, and Mungu, Holy Spirit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Okay. Asante. Swali lingine, katika kutoa huduma ya meza ya chakula cha Bwana ibadani kuna sharti gani la vifaa? Mfano plastic, silver, kioo au dhahabu? The question is, when administering sacraments, is there any special command or is there any special directives as to what kind of utensils that should be used, whether it's they're plastic or silverware or glass or gold? That's the question. What do you think? What do you read? Nyie mnafikiria ni nini? At the time of the Reformation, once again, always come about is the name Zwingli. Katika kipindi cha matengenezo siku zote tunakutana na jina Zwingli. And Zwingli insisted that we should imitate the first Lord's Supper as much as possible. Na Zwingli alikuwa anasisitiza kwamba tunatakiwa kuiga ile meza ya Bwana ya kwanza kwa kadri tunavyoweza. Even to the point that we should use only the wine that is produced in Israel. Mpaka katika pointi ya kwamba tunatakiwa kutumia divai ambayo inatengenezwa Israeli peke yake. Now, in the mandate of Jesus, he simply took the bread, he simply took the cup. Na sasa wakati Kristo anaanzisha yale maneno yake, kirahisi kabisa alitwaa mkate akatwaa na kikombe. How can anyone know the first century practice? There are no documents. Nani ambaye anaweza akajua walikuwa wanafanyaje kabisa kwenye karne ya kwanza wakati hatuna nyaraka zozote? Most historic kind of documents concerning these things come from like a 6th or 7th century. Nyaraka nyingi za kihistoria zinazozungumzia mambo haya, nyingi zao zimekuja kutokea karne ya 6. Whether their report is reliable or not, that's also a question. Kama taarifa zao tunaweza kuzitegemea au hatuwezi kuzitegemea, hilo ni swali lingine pia. If it had been important for Jesus, then he should have mentioned it exactly what kind of cup or what kind of bread we should. Kama ingekuwa muhimu kwa Yesu, angesema moja kwa moja aina gani ya kikombe kinachotakiwa kutumika. Maybe the way of thinking is, since we are dealing with Christ's body and Christ's blood, what kind of containers may be appropriate for the Lord's body and blood? Labda swali mzuri lingekuwa ni kwamba kwa sababu tunashughulika na mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aina gani ya makontena au vile vyombo vinavyotakiwa kuhifadhi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo? Okay. Asante. Another question. Ni kwa namna gani maneno ya Yesu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, yanaweza kueleweka pamoja na mafundisho yetu ya Kilutheri ya uwepo halisi wa mwili na damu ya Kristo katika chakula cha Bwana? The question is, how can the words of Christ's instituting words do this in remembrance of me? How these words of institution do this in remembrance of me be put together with our Lutheran teaching of real presence of body and blood of Christ in Lord's Supper? It means we say this is true body and blood, and this is true body and blood. Now, how can you put together, do this in remembrance of me, and this is true body and blood of Christ in Lord's Supper? Simply, these are the words of Jesus. Kirahisi ni maneno ya Yesu. He gives his body and blood.
alitupa mwili na damu yake, and he says, "This is my remembrance of you and the covenant." na alisema hii ni ukumbusho wangu kuhusu nyinyi na agano. Luther said in this way, all the things, everything that is contained in the words of institution must be held together. Martin Luther alisema hivi, kila kitu ambacho kila maneno ambayo litamkwa au kila kitu kilichopo katika maneno ya kuanzishwa kwa chikao cha Bwana yanatakiwa kuwekwa pamoja. Lass das Sakrament ganz bleiben. Let the sacrament remain whole. Sakramenti inatakiwa kubaki nzima nzima kama ilivyo. So unless there is bread and wine, there is no body and blood. Kwa hiyo mpaka kukiwa kuna divai na mvinyo, divai na mkate, kukiwa kuna divai na mkate, hakuna mwili na damu. And if there is no words of institution, there is no covenant and testament. Kama hakuna maneno ya kuanzishwa, hakuna agano. There is no Holy Spirit. Hakuna Roho Mtakatifu. There is no faith. Hakuna imani. The treasure of his gift, forgiveness. Na hazina ya zawadi yake au kipawa chake, msamaha. Yeah. All these things and more, which are included in the words of institution, we hold together. Never one or the two things to pit against each other. Kila kitu kilichokuwepo katika maneno na wakati wa kuanzishwa kwa chakula cha Bwana kinatakiwa kutunzwa na kuchukuliwa kwa pamoja. Hatuchagui baadhi vichache vichache. Luther played with this kind of interesting question. He asked, in the Lord's Supper you receive the forgiveness of sins, but do you receive the forgiveness of sins in the Lord's Supper through your ears or through your mouth? Martin Luther aliulizaga swali hili hapa. Katika chakula cha Bwana mnapokea msamaha wa dhambi. Lakini je, mnapokea msamaha wa dhambi kupitia masikio yenu au kupitia vinywa vyenu? If you say through your ears, then you don't have to have the body and blood of Christ. Kama ukisema kupitia masikio yako, basi hautakiwi kunywa na kula mwili na damu ya Bwana Yesu Kristo. But if you just said through my mouth, then you don't know what your mouth is receiving. Na kama ukisema ni kupitia kinywa, basi bado unakuwa haujui ni kitu gani ambacho kinywa chako kinapokea. The words of our Lord are understood through the ears. Maneno ya Bwana wetu yanaeleweka kupitia masikio yetu. But the ears have no function of eating and drinking. Lakini masikio hawezi kula wala kunywa. And so the answer is yes. Kwa hiyo jibu ni ndio. Both ears and mouth. Vyote viwili, masikio na kinywa. You don't place faith and eating against each other. Hauvishindanishi kula na kusikia, hauviweki katika kuvilinganisha, kuvishindanisha. Okay, asante. Thank you. Swali lingine. Upinde ni ishara ya agano kuwa Mungu hataangamiza. Je, hatuoni kuwa shetani ameanza kutumia vibaya agano hilo kwa LGBT, kuanza kutumia kwenye mambo yao na kuanza kupoteza maana halisi ya Mungu? Je, hatuoni kuna haja ya kanisa kuendelea kuelimisha maana halisi ya upinde kwa mujibu wa neno la Mungu? The question is, rainbow was a sign of covenant which God... Rainbow. A rainbow. Yes, rainbow was a sign of covenant that God will not destroy the earth again. Now, don't we see that the devil is using rainbow badly in LGBT issues? And that is somehow losing the real meaning of rainbow. And don't we think there is a need for the church to teach people about the real meaning of rainbow in accordance to the Word of God? Well, I think I have to apologize for not studying enough
about the origin of the rainbow in LGBT. I don't know why they use it as a symbol. Maybe many people here know it, and then you can inform us, and then we can go from there. Maybe But Silas knows. I don't know. Do you know? Silas. Anyone knows why rainbow is used as a symbol? But I think it's used because rainbow contains a lot of colors, so they say people with different colors can be one, so everyone can choose whatever you want and they can still be one. Alikuwa naomba radhi kwamba hajui ni lini jamii, akisema LGBT ni jamii ya mashoga, wasagaji na wale wanaopandikiza jinsia, ndo LGBT wanaopandikiza jinsia. Sasa alikuwa anasema anaomba radhi kwa sababu alikuwa hajui kwa nini watu wa jamii hiyo walianza kutumia upinde kama ishara yao, na tukapata majibu hapa kwamba kwa sababu upinde wa mvua una rangi nyingi, wao walianza kutumia ile kama ishara yao kwamba watu wa aina tofauti tofauti na misimamo tofauti tofauti, na kwa kuja swala la kujamiana, mimi nataka kujifanya mapenzi ya jinsia moja, huyu anataka kufanya mapenzi ya jinsia tofauti, wanaopandikiza jinsia, wote tunaweza kukaa kwa pamoja kama rangi tofauti tofauti zinavyoonekana kwenye nini, kwenye upinde. Well, it was maybe 2 years ago, maybe 3 years ago, that when we had Lutheran Leadership Development Program, LLDP, as often as we hold it in Fort Wayne, every time I invite the participants to our home for dinner, and on that day, there was a beautiful rainbow. And so I took a nice photo of the participants with the rainbow in my home's backyard. And then when it came to the time that I should do something about Facebook, I struggled in me, should I place that photo onto the Facebook or not? If I do it, maybe I may be misunderstood, or the participants, the bishop from Africa and other places, may be misunderstood. So I struggled in myself. Was Bishop Unzelu around? I think you may have been there. I don't know. At least some of you, maybe either Bishop Nzelu or Bishop Makala. Anasema miaka miwili iliyopita kulikuwa kuna yale mafunzo ya kuendeleza viongozi, mafunzo ya Kilutheri ya uongozi. Sasa mara zote akiwa anafanyika huyo anafanyikia Fort Wayne, na miaka hiyo miwili iliyopita kila washiriki wakienda huwa anawaalika nyumbani kwake. Sasa kuna siku alikuwa amewalika nyumbani kwake na kukaa kuna upinde wa mvua mzuri sana angani nyumbani kwake kwenye kiwanja cha nyuma, akawapiga picha. Baada ya kuwapiga picha, ilipofika wakati sasa wa kuedit zile picha na kuziweka Facebook, akapata shida sana kwamba huu upinde wa mvua unyuma na hawa watu, nikipandisha hii picha Facebook, watu wanaweza wakanifikiria mimi vibaya au wakawafikiria hawa watu wote vibaya. Well, I consulted with my colleagues and they all said it's okay, it's okay. Na akaenda akawauliza wanazuoni wenzake, noto akasema haina shida. And there were many photos anyway, so I included that photo also. Kwa kulikuwa kuna picha nyingi sana, kwa akaihusisha na hiyo picha pia. And I received no comments. Na hakupokea So hakupokea komenti yoyote. Okay. Oh, the answer? We want the answer now. I don't know how to answer, because this is a question of association. Question of association always comes along. And it can be in any other areas too. Kwa hiyo hana jibu zuri la moja kwa moja, kwa sababu ni swali ambalo upinde umehusishwa, na kama upinde umehusishwa huko, unaweza kuwa umehusishwa kwenye mambo mengi pia, kwa sio vizuri kuisemea moja kwa moja kwenye hiyo. Yeah. So if it causes offense to the faithful Lutherans, then maybe we shouldn't. But rainbow itself is a beautiful creation of God too. So nothing wrong in itself, but only for association and use of it by
certain group of people. Upinde wenyewe ni uumbaji mzuri wa Mungu ambao hauna shida yoyote, lakini kama kuna Wakristo wa Kiluteri ambao wakiona hiyo alama ya upinde wanakwazika, basi ni vizuri kuto kutumia kabisa, kwa sababu pamoja na yote sisi bado tunatakiwa kuwa na mahusiano mazuri na Waluteri wenzetu. Nafikiri amejibu Kati ya mtoa huduma za sakramenti, yani mchungaji, na wale wanaoshiriki wa Kristo, nani anastahili kutangulia kushiriki, mchungaji au waumini? The question is simple, is during Lord's Supper, who should partake first, pastor or congregants? Although it is not written in the Bible, ingawa haijaandikwa katika Biblia, there are different practices that I have seen. Kuna namna tofauti ambazo wameziona watu wanafanya. It also relates to the modern liturgical movement. Lakini pia inahusiana na vuguvugu jipya la kiliturgia. The modern liturgical movement pushed the participation of lay people more and more from the side of the pulpit. Na vuguvugu jipya la kiliturgia liliwasukuma watu wengi na wengi zaidi kwenda kushiriki chakula cha Bwana kutokea pembezoni mwa mimbari, kutokea pembezoni mwa madhabahu. Even within the Lutheran Church, historically speaking, it was only pastors who are delivering the Lord's Supper, administering the Lord's Supper. Ukizungumzia kihistoria ile zamani ilikuwaga ni wachungaji peke yao ambao walikuwa wanatoa chakula cha Bwana. And we have a summary of this practice in Augsburg Confession Article 14. Na tuna muhtasari wa utaratibu huu kutokea kwenye kitabu chetu cha mwafaka katika kitabu ungamo letu la Augsburg kifungu cha 14. That is a summary of the Bible where it says no one may publicly teach, preach or administer the sacraments unless you are ordained. Na hiyo ni muhtasari wa Biblia nzima inavyofundisha kwamba mtu yoyote asifundishe wala kuhubiri au kushirikisha sakramenti kwa uwazi mpaka kwanza awe amebarikiwa kuwa mchungaji. So it was a pastor who is given to administer the Lord's Supper. Kwa hiyo ilikuwa ni mchungaji ambaye alikuwa anashirikisha chakula cha Bwana. What is administration including? Katika kushirikisha chakula cha Bwana nini kinahusika? Basically it is the whole thing. Kimsingi ni kila kitu. Not only consecration but also distribution. Sio tu kubariki lakini hata kugawa. For this reason, the church has a historic practice of pastors' self-communion. Na kwa sababu hii kanisa limekuwa na historia ya wachungaji kujishirikisha wenyewe. If a congregation is served by one pastor, then that pastor speaks to the person of the pastor as a man in the office. This is my body given for you. Na kama usharika una mchungaji mmoja, basi mchungaji yule alikuwa anaongea na nafsi ya mchungaji kama mtu ya kwamba huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yako. And the pastor who is a communicant, he receives the body of Christ and blood of Christ from the hand of that pastor, but that pastor's office. Na yule mchungaji ambapo sasa ni mtu ambaye ni mshiriki wa chakula cha Bwana anapokea kutokea kwa mchungaji aliyepo katika ofisi ya kichungaji. Theologically speaking, it may be more proper to have the pastor communing first and then go to all other people. Kiongea kithiolojia ni vizuri zaidi kwa mchungaji kuanza kwanza halafu ndo kwenda kwa Wakristo wote. There are historical evidences too concerning this. Kuna uthibitisho wa kihistoria pia kuhusiana na jambo hili. Because the Lord's Supper comes from the Lord's altar, so from the altar, pastor gives out the body and blood. Kwa sababu
chakula cha Bwana kinatoka madhabahuni, ni kutokea madhabahuni ndipo ambapo mchungaji anatoa mwili na damu. And where some communicant and another communicant, they were against each other for some reason, they are fighting against each other, there is no peace between the two, then the pastor comes to that place to do a confession absolution before giving out the body and blood. Na sehemu yote ambapo watu walikuwa hawana amani au wanagombana, na basi mchungaji alikuwa anatoka anaenda pale kwanza kutangaza msamaha wa dhambi kabla ya kushirikisha mwili na damu. This is the reason why we talked about kiss of peace, right? Which came into Pax Domini, that is, the peace of the Lord be with you after the consecration of bread and wine. Na hii ndio sababu kwa nini waga tunazungumzia kuhusiana na amani ya Bwana baada ya kubariki mkate na divai. Which has to do with the topic of tomorrow, that the oneness of all Christians with peace. Ambayo hiyo itazungumzia kuhusiana na mada ya kesho kuhusiana na umoja katika amani. Now there are other pastors who, maybe for the practical reason, like to have the Lord's Supper at the end. Namely, the pastor distributes first and then he communes himself at the end of the service. Na kuna maeneo mengine ambayo mchungaji yeye huwa anapenda kuwa mwisho baada ya Kristo wote kushiriki, na ndio huwa anakuja kushiriki. This practice is practical in terms of what to do with the leftovers. Na utaratibu huu ni mzuri linapokuja swali la tunafanya nini na kile kilichobaki. If you have happened to prepare the body and blood or the bread and wine more than enough compared to the members of the congregation who are coming to the table. Kama pale inapokuwa imetokea kwamba umeandaa mwili na damu na umeandaa mkate na divai nyingi kuliko watu wanaotakiwa kushiriki, the body and blood remain in a large number. Bado mwili na damu vitabaki katika wingi. And the pastor consumes everything before the end of the service. Na mchungaji inatakiwa ale na kunywa vyote kabla ibada haijaisha. In order to do so, some pastors decide to have the Lord's Supper at the end. Na ili kufanya hivyo, baadhi ya wachungaji huwa wanaamua kushiriki chakula cha Bwana mwishoni kabisa. Or obviously if there are too much wine remaining, au kama kuna divai nyingi imebaki, the pastor may ask elder or a colleague, another man in the office, to come to help you. Mchungaji kwa hekima anaweza kumuita mzee wake wa kanisa mmoja au wachungaji wenzake kama wapo, ili waje kumsaidia kumalizia ile wine. Because it is a better and much better and good practice to consume everything in one Lord's Supper. Kwa sababu ni vizuri na ni utamaduni bora zaidi ya kwamba kile kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili ya meza ya Bwana kiishe chote siku hiyo hiyo. And at the time of Luther there was no problem because there was a communion registration on the day before the Lord's Supper. Kipindi cha Martin Luther kulikuwa hakuna tatizo kwa sababu kulikuwa kuna usajili wa kwenda kushiriki chakula cha Bwana siku moja kabla ya kushiriki. It is very helpful if you or somebody else in the congregation counts the number of the communicants every time that you have the Lord's Supper, so that you have some information as to how much you can prepare. Ni vizuri sana kama utakuwa na mtu katika usharika wako ambaye kila meza ya Bwana inaposhirikishwa ukiwa kuna chakula cha Bwana anakuwa na hesabu idadi ya washiriki, ili kusudi mtakapokuwa mnaandaa muandae angalau wastani kulingana na watu ambao wanashiriki. Maybe it is wise to prepare smaller amount than you may need it. Na labda ni vizuri na ni hekima kuandaa kidogo kuliko kuandaa kingi kuliko ambacho haukihitaji. Because if the bread and wine, the body of Christ and blood of Christ run out, then you can bring in another bread and another cup, and then you can consecrate before the congregation. Na ni bora sana kwa sababu
hata kama ulikuwa unashirikisha ikatokea mkate na divai vimepungua, unaweza ukaleta vingine na ukavibariki na ukaendelea kushirikisha watu. Okay. Asante. Kanisa la Kilutheri, Anglican na Moravian kihistoria ni makanisa ndugu wa karibu sana katika theolojia zao. Je, Mlutheri kushiriki CCB kwenye ibada ya Anglican atakuwa ametenda dhambi gani ya sakramenti hii? So the question is, the Church of Lutheran Church, Anglican and Moravian historically are closed churches, and even their theologies are somehow close now. Close meaning similar to each other? Like similar, Okay. yes. Now, if a Lutheran partakes Lord's Supper in an Anglican service, will he be sinning against the body and blood of the Lord? Well, of course, the first question is if that is a Lord's Supper or not. Na swali la msingi la kwanza ni kujiuliza, hicho ni chakula cha Bwana au sio? Is Anglican doctrine of the Lord's Supper and the Lutheran biblical doctrine of the Lord's Supper similar? Je, fundisho la Kianglikana kuhusiana na chakula cha Bwana na fundisho la Kilutheri la kibiblia kuhusiana na chakula cha Bwana yanafanana? If just because the liturgical practice may look similar, so doctrine must be similar to each other, if you think that way, then I welcome you to go to some online site to study what Anglican teaches about the Lord's Supper before you determine that they are similar. Kama unafikiri kwa sababu utaratibu wetu wa kiliturujia kuna namna fulani unafanana, basi ukafikiri kwamba na chakula cha Bwana, mafundisho kuhusiana na chakula cha Bwana yanafanana, basi nakukaribisha, ukipata muda wakati wote, nenda kwenye mtandao, kasome, ujue kanisa la Kianglican linafundisha nini kuhusiana na chakula cha Bwana, alafu ujiulize, kweli fundisho letu la Kilutheri na la kwao yanafanana? And once again, I will talk about it tomorrow, but at least I can say that if you go to the Anglican church and receive the Lord's Supper there, you are publicly saying to all the world that you are Anglicans. La atasema vizuri zaidi hii hapa kesho, lakini kama ukienda kwenye ibada ya Kianglican na ukashiriki chakula cha Bwana kule, basi ujue unauambia ulimwengu wote kwamba mimi ni Mwanglican. So if you have converted into Anglicanism, go ahead and do it. Kama unataka kujibadilisha kutoka kwenye Lutheri kuwa Mwanglikani, safari njema, nenda kwa amani. But Anglican themselves, they have a slogan that even if the doctrinal understanding is different, we can all still celebrate the Lord's Supper together. Lakini wao wa Anglican wana msimamo ambao unasema hata kama uelewa wetu wa kimafundisho upo tofauti, bado tunaweza tukasherehekea chakula cha Bwana kwa pamoja. Now, this is a quote from the Anglican Church. Did you note the word to celebrate together? Na hii ni nukuu kutoka kwenye mafundisho ya Kianglican, na anachouliza ni, je, umezingatia neno sherehekea pamoja? Can you associate the language of celebration and the Large Catechism 5:7? For them, the Lord's Supper is something that we do. Unaweza kuhusianisha hiyo lugha ya kusherehekea na katekismo kubwa sehemu ya 7 ambayo inasema kwao chakula cha Bwana ni kitu ambacho wao wanafanya. So, strictly speaking, we don't celebrate the Lord's Supper. Kwa hiyo kusema kwa ukali kidogo au kwa kumaanisha ni kwamba hatusherehekei chakula cha Bwana. Lord's Supper, we receive Jesus' care and a gift. Katika chakula cha Bwana tunapokea utunzaji au kujaliwa na Bwana Yesu na kipawa au zawadi. Can you use the language of celebration, for example, for preaching? Let's celebrate preaching. Unaweza kutumia lugha ya
kusherekea. Mfano kwenye mahubiri unaweza kuambia Wakristo, haya twende tukasherekee mahubiri sasa, mtumishi karibu. No, in preaching we hear God's word and we are nourished. Na hapana, katika mahubiri tunasikia neno la Mungu na linatusafisha, linatung'arisha. The huge difference is whether you are active or passive. Na tofauti kubwa ipo kama unafanya au wewe umetulia tu na Mungu anafanya kila kitu. The chief person who is active in the church is Christ. Mtu pekee ambaye anafanya kila kitu katika kanisa ni Kristo. We are passive. Sisi hatufanyi lolote. But when we have received his gifts, lakini baada ya kupokea zawadi au vipawa vyake, we also can be active. Hapo tu ndipo ambapo na sisi tunaweza tukafanya vitu. Giving thanks to God for what we have received. Tukirudisha shukrani kwa Mungu kwa kile ambacho ameshatupa tumepokea. But we cannot be active unless we have first received his gift. Lakini hatuwezi kufanya chochote mpaka kwanza tumepokea vipawa vyake. And that's how we also say by quoting the psalm in the Matins at the beginning. Na ndicho ambacho kuaga tunakifanya katika sala ya asubuhi kwa kunukuu Zaburi ya 51. O Lord, open my mouth. E Bwana, unifumbue midomo yangu. And I will declare your praise. Na kinywa changu kitanena sifa zako. His action is first. Ni matendo yake kwanza. And our action just follow naturally. Alafu matendo yetu yanafuata baada ya yeye kufanya. So, in short, I sarcastically said it, but don't go to the Lord's Supper in Anglican Church. Kwa kifupi anasema sarcastic kwa Kiswahili nini? Sarcastic. No, you don't have to translate. Okay, kwa kifupi anasema ni kama anafanya mzaha, lakini usiende kwenye meza ya Bwana ya Kianglikana. Okay. Thank you. Only one more? Yes. Okay. Swali hili hapa. Mazishi ya Mkristo aliyejinyonga au kunywa sumu ni tofauti na Mkristo ambaye kafa kwa ugonjwa au ajali. Kama naomba nisaidie kusoma mwandiko, ndugu yangu. Mwandiko nisaidie kusoma. Mwandiko mbaya. Kama au mwenye swali kama upo utuelezee. Ehe. Ili hapa. Swali lilikuwa nasema hivi: mazishi ya Mkristo aliyekufa kwa kujinyonga au kunywa sumu yanafanyika tofauti na Mkristo mwingine aliyeugua tu akafariki. Na sisi tumesema watu wote ni wadhambi, lakini kwenye maombezi ya huyo Mkristo aliyejinyonga hautasikia anaombewa kwamba tunamkubali na huyo ndugu yetu fulani fulani aliyefariki anazikwa. Sana sana ni ibada ya watu wote, lakini kwenye processes za mazishi zinatofautiana. Je, sio kwamba tunatoa hukumu hapa? Swali. So the question is, you have said we all die because we are sinners. Now, in our practice at least, the funeral for those who committed suicide and those who died like by being ill is by natural death, maybe because of illness, is different.
there are some things which we do not say. Now he's asking, are we not judging here as long as you said all of us are sinners? Probably once again this should be answered by the bishops. Naamini kwamba hili pia linatakiwa kujibiwa na maaskofu. Ndo la mwisho. So he says we should just go to take our seats and he will come to wind up and answer this question. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamechoka, lakini nafikiri wengine bado wanatamani tuendelee. Nianze na hilo la mwisho. Sio makanisa yote wanafanya hivyo. Nategemea tu kanisa na mapokeo aliyojiwekea. Kanisa letu ndio limeweka utaratibu huo. Ndio mapokeo yetu tuliyojiwekea. Ya kwamba tunajiuliza, hatukupewa majibu wakati tunapata habari ya kwamba Yuda alijinyonga. Biblia isemi alizikwaje. Kwa ndio maana sisi liturujia yetu imenyamaza kwa mtu aliyejinyonga au aliyekufa kwa kujimalizia mwenyewe. Si ndio? Nimemaliza hilo swali. Haya mengine kesho sasa. Ni swali au kipiki. Si tumeshaelewana ya kwamba ni sawa na kwamba mtu anauliza kwamba Yuda alienda wapi. Ni kama hivyo Mzee Kitundu, ni kama hivyo. Hatuna majibu kwa sababu Biblia haisemi. Hatujui kwamba Biblia inasema tu alijinyonga. Sasa nini kilifuata baada ya hapo? Biblia haisemi chochote. Na sisi kanisa la ELCT KKT tukapokea kwamba tunanyamaza. Wala hatuhukumu, tumenyamaza tu. Maana kule hatusemi lolote kwamba huyu naye amejinyonga ukamshughulikie. Hapana. Liturujia imenyamaza tu kimya. Kwa hiyo tumeisha kwenye kunyamaza. Kwamba hatujui, Mungu ndiye anajua, anabaki mwenyewe. Lakini tu ni kwamba si kwamba ibada ifanyiki, inafanyika na liturujia inafanyika, lakini saa nyingine liturujia ambayo haijaandikwa. Natumika liturujia kawaida. Maana liturujia ni ulifundishwa juzi, ni hiyo wanasema Kiunani laos ergon, the work of the people. Watu watafanya vile vinavyoweza kupokezana, lakini tu ni kwamba hatutafuata tradition yote ya mazishi kama inavyofanyika siku zote kwenye, na sisi tunafika mwisho tunanyamaza kama ambavyo Biblia ilinyamaza. Ilikuwa ni hilo la kwanza. Lakini lingine, kuna mtu alisema kwa nini sasa mnaweka utaratibu wa kushiriki sakramenti wakati wa ibada, kwa mfano ya harusi au ya ndoa. Si tuna mchungaji anapata kazi sana na nini na nini. Kwa kuna swali hapo, na mimi nikasema kazi ipi hapo wanayopata mchungaji? Nikienda huko kwa mfano kanisa la Rumi, wewe unaendaga unashiriki? Ukienda kanisa la Rumi kuna ndoa siku hiyo, wakati wa sakramenti huo mnashiriki? Kwa nini hamshiriki? Sasa kwa nini wewe unaruhusu wala unakuja kushiriki? Hapo kuna kufafanua kweli? Nafikiri hapa hitajiki mfanuzi. Hivyo hivyo na kwenye mazishi ni hivyo hivyo pia. Ni mtu tu kujisikia udhaifu, lakini ni kusema kwamba tunaingia kwenye ibada ya sakramenti ya meza ya Bwana, na wanaoruhusiwa kushiriki ni wale ambao wanakubaliana na doctrine. Maana yake ni Waluteli wanaoruhusiwa na taratibu za kanisa. Alafu lingine, hiyo alishajibu mwalimu, ilikuwa vizuri.
kukumbuka hiyo. Hata tumekuwa tukifundishwa hata hapa ndani habari anayekumbuka tunaposhiriki chakula cha Bwana ni sisi kukumbuka mateso na kifo cha Bwana Yesu, lakini pia ni yeye kukumbuka agano lake kwa watu wake. Nafikiri hayo ndio ilikuwa kwa ufupi niwe nimejibu kwa namna hiyo au kusummarize kwa namna hiyo tangu asubuhi tulipoanza. Habari hiyo ya nani wanapaswa kushiriki, na kama unaenda kushiriki Moravian au Baptist au Mennonite. Mwalimu ameuliza vizuri, itakuwa ni chakula cha Bwana? Ukienda kushiriki Mennonite au Baptist au Anglican, wewe ambao ni Mluteri, itakuwa ni chakula cha Bwana hicho naenda kushiriki? Kwa hiyo kila mmoja nafikiri na tafsiri, uwe na tafsiri ya chakula cha Bwana ni nini kwa mtazamo wa Kiluteri na chakula cha Bwana ni nini kwa mtazamo wa kanisa lingine. Nafikiri ilikuwa ni hayo kwa ufupi, na kadogo tu ni kwenye ukurasa wa 275 wa kitabu chetu cha Tumwabudu Mungu Wetu. Na mtu aliuliza jana juu ya theolojia yetu kwenye Tumwabudu Mungu Wetu ina shida gani. Mwalimu amekazia hapa mwishoni, sisi hatusherekei wala hatuburudishwi, tunalishwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo 275 kwenye Tumwabudu Mungu Wetu hapo anasema nakushukuru kwa umetuburudisha kwa sakramenti ya wokovu. Nafikiri wengi mmebadilisha kwa mkono pale, si ndio? Wangapi wamebadilisha kwa mkono pale tangu zamani? Wengi wamebadilisha. Huwezi kusema hatuburudishwi sisi kwa sakramenti ya wokovu, tunalishwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Hiyo nafikiri hata kwenye kitabu kitakachotoka tumekifanyia marekebisho. EKT imefanya marekebisho na vingine na vingine. Nilikuwa nataka nichukue nafasi hii kumshukuru mwalimu, ametufundisha mteule kwamba mwalimu akimaliza tunampigia makofi matatu. Tumpigie makofi matatu. Asanteni sana. Naomba nirudishe. Katibu mkuu tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzoni mwa juma hili tulipokuwa tunaanza, ndugu zetu kutoka Dayosisi ya Mbulu walipokuwa wanakuja kwa idadi ile waliokuwa wanakuja, walilazimika kupungua njiani, mmoja ilibidi arudi sababu alipata taarifa za Hello, mambo vipi? Uhali gani? Karibu kwenye MNS Podcast. Kama kawaida tunakuletea watu mashuhuri, watu maarufu, watu ambao wana nafasi katika nchi hii, lakini ni watu ambao ukiwatazama kupitia historia zao, maisha yao, michakato yao, unajifunza kitu kikubwa sana. Mimi kwa majina ni Salma Dakota Mjenga Kashera. Niko na Omar Mjenga Kashera na hii ni MNS Podcast. Leo tumepata fursa ya kuketi na kufanya mazungumzo na mbunge wa Geita, Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma. Karibu sana. Asante sana. Hii ni MNS Podcast. Ndio. Unaifahamu vizuri eh? Sio ngeni. Naifuatilia sana. Unajua juzi nikiwa Mwanza nilimpigia simu. Kwanza akasema aisee, mnashukuru sana nimepata namba yako. Lakini naomba nikuambie kati ya mtu anayenimalizia bando ni nyinyi. Kabisa. Sawa, karibu sana. Geita wanasemaje? Geita tuko salama tu. Tuko salama, ni wakati wa mavuno. Watu wanapambana na kutoa mazao mashambani. Sawa. Sasa MNS Podcast ni platform ambayo inatazamwa na watu wengi rika tofauti tofauti, lakini mara nyingi huwa tunatamani vijana wajifunze vitu vingi sana kupitia hapa.